Asubuhi ya jiji huwa haifichi kitu, ila huwa inafichua tofauti. Upande mmoja, magari ya kifahari yalikuwa yakipita taratibu, vioo vikiwa vimefungwa, baridi la AC ikiwa imefunga jasho la wasiwasi. Upande mwingine, vijana walikuwa wakisukumana kwenye daladala, mikono na ikining'inia dirishani, kila mmoja akihangaika kufika kazini kabla ya muda. Jabir alisimama pembeni ya barabara, akitazama jengo refu la ofisi lililong'aa kwa vioo vya bluu. Alikuwa amevaa shati jeupe lililozeka kidogo kwenye mikono na suruali ya kitambaa iliyopigwa pasi kwa uangalifu wa maskini anayeheshimu muonekano wake kuliko hali yake. Macho yake hayakuwa ya mtu aliyekata tamaa, lakini yalikuwa ya mtu aliyechoka kujaribu. Alitoa simu yake, akaangalia saa. Dakika 5 kabla ya saa 2 kamili. Mahojiano yalikuwa saa 2. Mbele ya jengo hilo palikuwa na bango kubwa, Mlowe Group of Companies, kampuni ya mzee Mlowe, mwanaume aliyekuwa akitajwa kwenye magazeti kama mfano wa mafanikio, mtu aliyependa kuongelea kujitegemea kwenye mikutano, huku akicheka kwa sauti nzito inayosikika kama mamlaka. Jabir aliingia ndani. Mapokezi yalikuwa na malumalu iliyong'aa sakafuni, harufu ya manukato ya galamu iliyochanganyika na baridi ya kiyoyozi. Msichana wa mapokezi alimwangalia juu hadi chini, si kwa chuki, bali kwa kipimo. Akamuuliza, "Umefuata nini?" Aliuliza bila tabasamu. "Mahojiano," Jabir alijibu. Alipewa kadi ya muda, akakaa kwenye kiti cha ngozi kilichokuwa laini kuliko kitanda chake nyumbani. Dakika 10 zilipita, dakika 20. Watu waliovalia suti gari waliingia na kutoka. Wengine walimwangalia kama mtu asiyehusika pale. Hatimaye jina lake likaitwa. Aliingia chumbani. Mzee Mlowe alikuwa ameketi nyuma ya meza kubwa ya mbao nzito. Nyuma yake, picha kubwa ya familia yake, mke wake na binti yake Salma, wote wakitabasamu mbele ya nyumba ya kifahari. "Jabir," sauti ya Mlowe ilikuwa nzito, "una uzoefu gani?" Jabir alijibu kwa utulivu. Alieleza masomo yake, uzoefu mdogo aliokuwa nao na miradi aliyojaribu kuanzisha na kushindwa kutokana na mtaji. Mzee Mlowe alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akacheka kidogo. "Tatizo lenu ninyi vijana, mnapenda kuota sana. Soko halihitaji waotaji, linahitaji washindi." Maneno hayo hayakuwa makali, lakini yalikuwa ya kudhalilisha. Jabir hakusema kitu. Aliendelea kusubiri. "Tutakujulisha," Mzee Mlowe alimaliza. Mazungumzo yaliishia hapo. Jabir alitoka nje akishika faili lake kwa nguvu kidogo kuliko kawaida. Jua la saa 4 lilikuwa kali. Alisimama barabarani kwa sekunde kadhaa akitazama magari ya kifahari yakitoka kwenye maegesho ya kampuni ile ile iliyomkataa. Ndani ya moja magari hayo, Salma, binti wa Mlowe, alikuwa ameketi nyuma akichungulia dirishani. Macho yake yakakutana kwa sekunde chache na ya Jabir. Hakujua kwa nini, lakini hakuvuta pazia la dirisha mara moja. Gari likaondoka. Jabir alitabasamu kwa uchungu. "Washindi," alijisemea pole pole. Lakini hakujua ndani ya nyumba ile ya kifahari, nyumba ya picha ya familia iliyotundikwa ukutani, kulikuwa na siri iliyozikwa miaka 20 iliyopita. Na siri huwa hazifi, huwa zinasubiri, kwa sababu tunafika mwisho wa episodi na sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina Mwisho Unakuja.
Nikukumbushe tulikuwa home of information, nyumba ya simulizi, nyumba ya habari. Nikukumbushe tu usisahau kulike, share, subscribe, zeni comment, na kama umependa zaidi toa maoni ya nini tupunguze na nini tuongeze. Asante sana.